Mimi nimefarijika kuingia hapa. Kuna baadhi ya kaka zangu nimewakuta hapa ambao tumekuepo katika madrasa tangu tukiwa wadogo pamoja, na sisi sote na wengi katika unawajua mashekhe huku katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki ni product ya tariqa. Ni watu ambao, kwa mfano sisi ilikuwa kila siku ya Alhamisi ni siku ya dhikri, hakuna masomo yote yanayosomwa, na tumekulia hivyo mpaka hivi sasa. Masharibi yamekuwa tofauti, lakini mapenzi ya manhaji hii yamo bado katika vifua vyetu. Sasa Sheikh Abdul Qadir Jailani, mbali na kuwa alikuwa mwanachuoni, alikuwa mlezi, alikuwa ni kizazi cha Bwana Mtume. Alikuwa ni mtoto wa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Alikuwa ni mtoto wa Bibi Fatima az-Zahra alayha salam. Tarehe yote imemwandika, ni mtu mzuri, ni mtu mardadi, alim. Watu walikusanyika kusikiliza ilmu yake. Na Sheikh Hassan hapa amenitangulia, na kwa hakika ameniandalia njia nzuri ya kuzungumza baadhi ya mambo, kwa sababu kuna haja ya kurudisha watu katika tariqa, katika manhaj. Sheikh Abdul Qadir alikuwa alimu mkubwa, alikuwa ni mtu mwenye zuhudi ya hali ya juu. Visa vyake vingi mnavifahamu, mimi si wa kuwafundisha. Ukipekura kurasa za kihistoria, kila alim anamsifu namna alivyokuwa. Lakini sisi Waislamu sawa ni watu wa tasawuf au watu ambao hawako katika tasawuf, tuna mambo mengi ambayo si ya Kiislamu au ni ya kuelewa Uislamu kinyume. Mimbari ya Mtume hii kuna haja sana ya kuwarejesha watu katika mstari, kwa sababu manhaj ni njia, manhaj ni mbinu, tariqa ni njia aloichagua fulani katika kulea mtu kiroho. Tatizo letu sisi Waislamu wa sasa hivi na hata wajana pengine sio ilmu, ni maadili, ni malezi. Ilmu masha Allah, leo kama jamaa wakitupiga vita wakachoma Qur'ani zote, tutanyanyua mtoto mdogo tu asome tuiandike upya. Ukisoma katika vitabu vya lugha masha Allah na ulumi lugha zote, namna watu walivyohifadhi Qatrun Nada, Alfiyat ibn Malik, Mughni al-Ladib, shairi zote ziko vichwani. Hakuna fani ila watu wanaijua. Tatizo letu si ilmu, ni maadili, na hili ndilo ambalo alilifahamu Sheikh Abdul Qadir Jailani. Na tariqa itaendelea kuwa hai na yenye nguvu na yenye kukubalika ikiwa itapitia njia hizo za muasisi wake. Mimi nimewahi kusema katika mimbari hii, nukta namba moja tunayopaswa sisi tunayempenda Sayyid Abdul Qadir Jailani, namba moja ni ilmu. Yoyote yule asikome kuendelea kusoma. Hiyo ndo namba moja ya kumwenzi Sayyid Abdul Qadir. Awe mzee awe kijana, aendelee kupiga goti mpaka atakapoondoka. Ndio ilikuwa sifa yake namba moja kwa mwanachuoni mkubwa. Ukishaitwa khalifa haina maana umehitimu umemaliza. Kapige goti, endelea kusoma. Na Qur'ani inatufunza kwamba ilmu haina mwisho, na elimu utakayopewa ni ndogo siku zote. Kwa hivyo kusoma namba moja, jambo la msingi sana. Lakini jambo namba mbili katika sifa zake ni kuipa nyongo dunia, zuhudi.
Na hapa nataka niweke kituo kidogo, kisha tutarudi. Tatizo la umma wa Kiislamu kwa mashrabu zao zote ni ule uelewa wa kiini na roho ya Uislamu. Yani Uislamu, nataka tusikilizane vizuri, una mwili wake na una roho yake. Uislamu una ganda na kiini chake, na thamani ya kila kitu ni kile kiini cha kitu kile. Sikilizeni aya hii: rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salat wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Neno rijalun sio tu wingi wa wanaume, kwamba wanaume, kwa maana rijalu afu kuna nisaun. Neno rijalun limetumika katika Qur'ani kwamba mna watu bwana, watu mashujaa, imara, wa kweli, wenye nguvu, ndio maana rijalu. Kuna watu katika binadamu, katika Uislamu, la tulhihim tijaratun, hawashughulishwi na biashara, wala bay'un, wala na kuuza, an dhikrillahi, na kumtaja Mungu. Yani ikifikia mahala pa kumtaja Mungu wanaacha biashara, wanakwenda kumtaja Mungu. Ndio yale idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a, acheni biashara, nendeni sasa, huu ni wakati wa kumtaja Mungu. Kwa hivyo hawashughulishwi, ikifikia swala ni kumtaja Mungu wataacha biashara, watakwenda kumtaja Mwenyezi Mungu. Wa iqamis salat, na kusimamisha sala, wa ita'iz zakat, na kutoa zaka, mpaka mwisho wa aya. Sasa Uislamu una mwili wake na roho yake. Ni makosa sana kung'ang'ania na kushikilia mwili wa Uislamu tukaiacha ile roho ya Uislamu. Mimi nitakupeni mfano. Sisi tunakaribia mwezi wa Ramadhani, sio? Katika mwezi wa Ramadhani ikishakuwa daku imeandaliwa, alafu watu wakalala, alafu wakaambizana uniamshe. Kwa bahati mbaya jamaa hakuamshwa, akaamka alfajiri imeingia, hakula daku. Hiyo kesi yake si mnaijua? Wenzake wamekula vizuri, alafu yeye akiamka hakuamshwa, atalalamika mchana wote kwamba bwana jamaa hakuniamsha daku. Lakini inawezekana kabisa kwamba bwana yule pia na subhi ilimpita, lakini halalamiki. Tuko pamoja? Yani ile subhi imempita, lakini yani ni kitu cha kawaida, wala hawezi kulalamika. Waajabu zaidi ni yule ambaye ataamka kula daku kisha akarudi kulala asisali subhi, lakini daku haijampita. Unajiuliza kwamba saumu ni ya nini? Kinachotakiwa ni daku au saumu? Saumu ambayo haikufanyi uswali ina maana gani? Hivi daku ni roho ya ibada au ni umbo tu la ibada la nje linaloonekana? Hivi daku inakusaidia kufanya ibada au yenyewe ndio ibada, kiini cha ibada? Yenyewe inakusindikiza kufanya ibada. Tuna tatizo hilo sisi. Muridi yoyote yule ambaye anaweza kukesha kufanya dhikri akapitwa na subhi, hajajua maana ya dhikri. Melewana? Subhi ikikupita hujaelewa maana ya dhikri, kwa sababu ile dhikri inatakiwa ikuhamasishe kusali. Katika sifa za Sheikh Abdul Qadir al-Jailani Quddisa sirru,
Kila utakaposoma utaambiwa kwamba al-ilmu wal-amal. Alikuwa na sifa kubwa ya ilmu na kuifanyia kazi ilmu. Kwa hiyo jamaa, sifa kubwa yetu sisi, na alikuwa na sifa ya al-i'tidal, kubalance baina ya vitu, haelemei upande mmoja akacha mwingine. Wakati fulani bwana mmoja, na kwa hakika si bwana mmoja, mimi nilipokuwa nikienda hija mwaka fulani, nilishangazwa katika ndege watu wakibishana kuhusu siti. Wote ni mahujaji, lakini kila mmoja anamsukuma mwenzake, si kwako, hapa nkwangu. Unajiuliza hawa wanakwenda wapi? Tulikuwa tunatarajia mtu hata kama ni siti yake amwambie mwenzake kaa hapa, kwa sababu ndio maana ya kuelewa ile ibada. Hivi watu wakisukumana katika hija pale, kila mmoja anamsukuma mwenzake ili aende pale, unamuelewa? Hija yako ina maana gani wewe? Kama ni thawabu unazitaka, ukimpisha mwenzako mtashare na utazipata, sio? Kwa hiyo kuna vitu vingine ukitizama mtu unaona yale madhahir anaiona ndio dini, lakini bawatin, vile viini venye havioni kwamba dini. Na tuna tatizo hilo hata katika mambo ya vyeo. Watu wanaamini kwamba vyeo ni title, ni mwenyekiti, katibu, kile anakingangania na kiona kikubwa zaidi. Kumbe cheo kikubwa zaidi, kama alivyosema khalifa mkuu hapa, ni kazi. Kazi ndio inampa cheo mtu, hata ukimfunika anaibuka tu kwa kazi zake. Ni badri, ni mbalamwizi ambayo huwezi kuizuia mwangaza wake. Mtu ataibuka kwa kazi zake. Akifika mahala, Khalifa Abdul Qadir, mimi nilikuwa na harusi Mombasa ya jamaa, nikampigia simu, bwana mimi nakuja Mombasa, lakini karibu kwenye harusi yetu. Akaja yeye na vijana wake baadhi. Mimi nilichelewa kufika katika ile harusi. Kufika nikamkuta yeye ndo anaendesha shughuli, na mimi ndo nilomwalika, sio? Kwa sababu gani? Mbalamwezi inaangaza, huwezi ukaifunika, sio? Wale walipomuona amekuja, karibu bwana tuendeshe shughuli yetu. Kwa mtu anayetaka cheo anaweza kukipata kwa kufanya amal. Kile cheo wala hakuna anaweza kukuvua, utaendelea kuwa pale pale. Kwa hivyo lazima tuelewe hilo. Ndugu zangu, najua muda umekwenda sana, lakini nataka kusema kwamba hata hikma za ibada zetu, ukisoma Qur'ani, Mungu anasema hivi, mimi tukienda hija sisi tunachinja, sio? Na tukichinja tunagawa nyama, tunamwaga damu. Mwenyezi Mungu anasema hivi, la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yani hivi mnavyofanya vya kuchinja na kumwaga damu ya ule mnyama, Mungu anasema la yanala Allah luhumuha wala dimauha, havitomfikia Mwenyezi Mungu damu ya mnyama yule wala nyama yake. Kitakachomfikia nini? Yanaluhu taqwa minkum. Vile vikikusindikiza vikakupeleka kwenye takwa, ndio itakomfikia Mungu. Kwa hivyo hivi ni wasila tu. Ukivitukuza akaviona ndio vyenyewe, ukaacha kile kiini, utakuwa huelewi dini wewe. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba wasila haui ndio lengo, unaendelea kuwa ni wasila. Tuko sawa sawa? Sasa wewe ukiwa saumu yako, maana ibada zote za Kiislamu zinakurejesha katika jamii. Kwa nini mtu ambaye ana maradhi hawezi kufunga? Na kufunga kujizuia na kula na kunywa na venye kufunguza, sio? Badala yake anafanya nini? Analisha. Wewe huwezi kufunga, si unakula? Unatakiwa ili ufidie ile siku ambayo wewe huwezi kufunga, ni mgonjwa, ulishe. Lakini unamlisha kila mtu.
Hapana, unalisha watu maalum, unalisha maskini. Hukumu yake itakuwa ni sawa na mtu aliyefunga. Bado hujaelewa hikma ya saumu tu. Sasa kama hujaelewa saumu maana yake nini, wewe ukawa unafunga na maskini unawanyima, umeelewa saumu? Hujaielewa. Kwa lazima uelewe vitu. Swala ya jamaa, mpaka imeitwa jamaa, ikaitwa na fadhila nyingi, na kuswali msikitini kuna fadhila nyingi, na makhatibu wakazungumza fadhila zile. Wewe unazitaka zile fadhila tu, unakwenda kuzitafuta, lakini za nini? Ni kwa sababu jamaa inaleta ujamaa. Watu wanapeana mikono, wanajuana hali. Sasa wewe ukienda kwenye jamaa na ujamaa hutaki, umeelewa dini? Umekwenda kwenye salatul jamaa na ujamaa pia hautaki. Nini maana salatul jamaa sasa? Kwa sala ya jamaa na pale watu wanapeana na mikono na pamoja, alafu wengine wanapea safu ile, mkae kisawa sawa safu, yani mshikamane kisawa sawa, sio? Maana mshikamano, sio? Alafu nyinyi hamna mshikamano. Mmeng'ang'ania maganda ya chungwa, alafu chungwa lenyewe mmeliacha. Kiini chenyewe mmekiacha. Katizame ibada zote unazozijua. Hikma yake ni kuhakikisha watu wanakuwa pamoja, wanaijali jamii, wanazingatia jamii. Leo utaona wakati maswahaba walipokuwa katika hija, pakawepo na Waarabu wana tabia ya kujitenga, wanakaa wenyewe tu kwamba sisi watu fulani, wanajiweka mahala pao peke yao. Alafu tumeambiwa tuende Arafati, wote tukusanyike pale katika uwanja ule, wao wanakwenda wanajitenga. Mungu akaona hawa hawajui hikma ya Arafa na watu kusimama pamoja eneo moja kwa wakati mmoja, akawaambia thumma afidhu min haythu afadha an-nasu. Sikae peke yenu bwana, afidhu, na neno afidhu min al-fayadhani, bubujikeni muende mahala ambapo watu na wao wamekaa, msikae peke yenu. Kwa sababu moja katika hikma za kisimamo hiki ni kuwaleta watu pamoja, wote mkae pamoja, mfahamiani, na maisha ya kupendana, ya kushikamana. Mimi nasema labda nyie watu wa tariqa hamjui, watu wanawaonea ghera. Maana nikisema wanahusudi, husuda dhana yake ni dhana hasi, sio chanya, sio? Kwa hivyo wanawaonea ghera, ndio Kiswahili hicho. Wanatamani baadhi ya mambo mlokuwa nayo, alafu na nyie anaanza kuwaponyoka, na nyie pia anaanza kuwaponyoka. Kuna anayewashambulieni na kuwatukana, lakini kinachomsukuma katika hizo tuhuma ni wivu, kwamba hawa bwana wanapenda viongozi wao, wanawaheshimu, wameshikamana, wanasafiria jambo lao. Kwa hiyo lazima mjue thamani yenu, vile vitu mnavyobeba vya thamani. Katika manhaji ya tariqa, ash-shaykhu al-murabbi wa suhbatu ash-shaykhi ni katika vitu muhimu sana ambao tunavikosa sasa hivi. Suhbatu ash-shaykh ni Sheikh Abdul Qadir hapa sasa hivi, yeye ana watu wake yuko nao saa zote, akienda huko anao ni wale darasa, sio darasani tu, wale wanalelewa, wanakuwa wanajifunza mambo kadha wa kadha, ndio ulezi wenyewe. Sheikh Hamisi yuko hapa bwana, tukiwa madrasa ya Riyadha pale, na marehemu Sheikh Abdallah ambaye tulimzika hapa Moshi, nadhani ilikuwa miaka 80 huko, sikumbuki. Tumejifunza namna ambavyo walimu wetu walivyokuwa wakilea. Mimi nakumbuka mtu ambaye hana hifadhi nzuri ya Qur'ani na ni mzito wa kuelewa, alikuwa mwalimu mwenyewe anamtengenezea kombe na kumpa, wala hajatumwa na mzazi wa mwalimu, wala hajatafuta ushauri kwa mzazi. Amebeba dhima ya kwamba mimi huyu kijana wangu kwa nini anachelewa kuelewa,
Na mjadala wa kombe linafaa alifai, mimi sio nafasi yangu. Mimi niko katika makamu ya kusema alikuwa analifanya lile kwa jitihada za kulea. Tuko pamoja? Alikuwa analea. Sisi tumetandikwa sana, lakini ilikuwa huwezi kwenda kushtaki nyumbani, kwa sababu yule alikuwa ni baba mwingine anaelea. Sasa hayo yapo kwetu jamaa. Kwa hivyo ndugu zangu, hadhara hii ni hadhara nzuri, haichoshi, na ni katika hadhara ambazo mimi nikihudhuria sisikii uchovu. Ina maana kuna nuru, kuna baraka. Lakini katika faida ya hadhara hizi ni kuambizana pale tulipoteleza, kurekebishana, tuwe pamoja, tupendane. Tumehudhuria katika misiba mbalimbali. Khalifa Ali hapa tumekuja, tumeona namna mapenzi ya watu. Mzee wetu Mzee Salim Mubarak, tumeona umma uliohudhuria ilikuwa ni shahidi wa kwamba masha Allah kuna watu wenye kuthamini hizi kazi. Kwa umri nilokulia mimi Arusha, nakumbuka Sheikh Maawiya alikuwa ndo mtu alovunja rekodi kwa maziko makubwa kwa watu wa Arusha na wengine wanamfahamu, watu wa umri wangu na zaidi ya umri wangu. Lakini lilotokea mara ya mwisho la Sheikh Salim Mubarak haikuwa ni Arusha tu, labda Tanzania nzima, labda East Africa yote. Lakini kwa nini? Ni kutambua kazi, ni kutambua jitihada zilizofanyika. Kwa kila mmoja, Qur'an inasema waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni kazi, Mungu ataiona, mtume ataiona, waumini watashuhudia, wataiona ile kazi. Haufanyi kwa riaa, lakini itaonekana ile kazi. Hilo ndio jambo la msingi. Ningeomba mimi nikomee hapa, siendelee zaidi. Na washukuru wote walionipa fursa hii na nafasi hii. Mimi ni mwenzenu, ni mpenzi wa tariqa hii, lakini ndugu yenu wengine nimekuwa nao hapa. Nashukuru kwa nafasi hii. Vijana wetu ambao wanahudhuria katika shughuli zetu hizi, naomba sana tutumie fursa hii kuhakikisha tunawasomesha waweze kurithi kazi hizi wakiwa na elimu, wakiwa na maarifa, ili jitihada hizi ziweze kuendelea na tuweze kutangaza dini zaidi na zaidi. Mpaka hapa nas'alullaha al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.